alinitumia beat. Aha. Kwa sababu alikuwa yuko Kenya, afu mimi nilikuwa Arusha. Kwa hiyo alivyorudi akawa ametokea Mwanza, akanipigia simu, akamwambia vipi bro, uko wapi? Nikamwambia mimi niko Arusha. Akaniambia mimi nilikuwa naelekea Dar, nilikuwa nataka nielekee Dar lakini nimetokea Mwanza. Yaani ningejua huko Arusha, ningetokea huko. Kwa hiyo akanitumia hiyo beat, nikarekodi, nikamrudishia vocals, yeye ndo akafanya mixing na mastering. Okay. Yeah. Sawa. Mapanchi, tulikuwa tunamzungumzia Mapanchi kama ni moja kati ya vijana ambao wamebarikiwa kuwa na uwezo mkubwa sana. Yeah. Na pengine sikutarajia kwamba unaweza kupiga naye kazi. Sijui ni kitu gani umekigundua hapa kwake. Mapanchi ni kwa mimi cha kwanza kabisa, Mapanchi ni mtu ambaye yani nimekuwa naye karibu sana kwa muda ambao tulikuwa tuko Arusha. Mimi na Mapanchi tulikuwa yani tuko pamoja almost every day, tuko studio pamoja, tukitaa pamoja, unajua zile. So Mapanchi mimi amekuwa kama ni brother. Ukiacha hivyo, Mapanchi is just pure talent. Yeah. Yani jamaa yani ni kipaji tu, yani sio kwa muda yani. Ni kipaji. Sasa ndio hicho ninachokuambia kwamba hatuonagi hivi vitu mpaka muda unapopita. Lakini Mapanchi ni pure talent. Nimepiga naye actually kwenye album yangu inayofuata. Sijajua tarehe itanini, lakini mpaka sasa hivi nadhani kuna ngoma 6 ambazo nimepiga na Mapanchi tu. Okay. Na kuna project pia ambayo tulikuwa tumeanza kufanya mimi na Mapanchi pia. Na kwenye project yake pia na mimi kuna ngoma ambazo nimepiga. Kwa hiyo kuna projects yani ambazo zinakuja ambazo nadhani sasa zinaweza zikawa zinafika ngoma karibia 12 kama sio 15 ambazo ni mimi na Mapanchi. Alright. Yeah. So, labda hapo ni nani kidogo. Kuna kitu umegundua ulivyoisikiliza ile mistari, kuna mistari ulikuwa umetupa hapa hewani muda ule ulikuwa unaisoma hapa, nguzo zangu za tungo. Unakumbuka? Ukisikiliza na hii kitu, kuna kitu chochote ambacho unaweza kalileti? Kwa sasa hivi hapana. Basi bwana, mimi kwa jicho langu mimi sasa la kichambuzi, jicho la tatu. Sawa. Kuna kitu ambacho nakiona kwa wani kina develop siku hadi siku. Kuna rap form fulani ambayo inaitwa semantic field rapping. Okay. Sawa, hapo nimeshakuelewa tayari. Ring composition. Umeelewa? Yani kwamba kuna kitu ambacho as a subject. Sawa? Alafu kuna mashairi, kuna shift ya context, lakini zote zinaegemea kwenye kitu kimoja. Mfano kulikuwa kuna kichwa nafikiri. Labda ya hii kitu kulikuwa kuna kichwa, and then sasa hivi nimesikia kitu. Zote kisikiza zipo katika muundo huo. Sasa mimi nataka kujua, kwa sababu hii technique pengine labda ni kwa sababu inakupa uwanja mpana sana wa kuna nini wa kuelezea vitu, au ni nini hasa? No, actually watu wengi hawajui. Hiyo inakupa sio uwanja, haikupi uwanja mpana wa kufikiria, kwa sababu iko very limited. Hutaki kutoka nje ya mada yenyewe, umeelewa? Lakini kitu ambacho inakusaidia ni unakuwa unaweza ukawaza vitu vingi alafu ukavialign kwenye group moja. Okay. Umeshaelewa? Kwa ukishakuwa tayari tayari una zile content za hiki nataka nifanye hivi na vyote vinakuja kwenye neno kama muda. Kwa hiyo wewe sasa unaanza kutumia lile neno muda kuaddress kila kitu kutokana na jinsi ambavyo kinahusiana na vile ambavyo nataka kuongelea muda. Kwa hiyo kwangu mimi actually ni mfumo ambao nimekuwa nikiutumia mara chache. Kwenye kichwa kweli, kwenye hii kuna wimbo wengine tena ambao nilishai kutumia hiyo style, lakini ninapokuwa niko uninspired, siona kama vile sasa ninajipanga kwamba nataka niandae album, nataka nifanye nyimbo kadhaa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kabla sijaanza kudive kwenye ile thought process ya kwamba album itakuwa hivi na hivi na hivi, huaga nina zile ngoma ambazo zinaitwa yani kuondoa vizingiti. Kwa hiyo yani kama mazoezi. Okay, acha nifanye hizi kama ngoma 3 4 hivi ili akili irudi sasa kwenye mfumo kwamba now I can start writing kitu ambacho kina maana. Alright. Sawa. Habari. Kabadilisha beat hapa, sikiliza hii beat hapa. Unasikia beat fulani hivi la kiuchokozi vile lipigwaga na majani ile, sio kama jamaa atakiwa achane kidogo hata kidogo nani bwana? Sasa achane. Mimi nataka tuende kwenye mida ya lawama. Akitaka kuchana atachana. Mimi nataka tuende kwenye mida ya lawama. Mida ya lawama. Chizo.
Tupo kwenye mida ya lawama hapa. Kwa hiyo wani utachagua moja kati ya vitu viwili ambavyo unatajiwa hapa. Mwelekeze kabisa kwamba maelezo hayatakiwi. Maelezo hayatakiwi. Hii ni mida ya lawama na inabidi iheshimiwe. Tunaanza namba 1. Duke au J Raider? Duke. Maisha hiyo. Nicki Mbishi ama Stereo? Ndugu zake. Nicki Mbishi. Hiyo sio mchezo au sio? Singa umeliwa. Singa. Wewe sasa. Hapana, mimi nimesema tu. Dr. Dre ama DJ Premier? Primo? Yeah. All right. So you told me. Fid Q, Joe McKinney? Fidi. Sugu or Professor J? Professor J. Yeah. Jay-Z or Nas? Simple kabisa. Ya mwisho, Q the Don or Marco Charlie? Sikia usije huko mwanangu kama vipi? Taarifa zako tumezipata. Na sasa kutoka hapo tupe jibu. Q the Don or Marco Charlie? Marco Charlie. Q. Asante sana. One the incredible. Bwana wani, unaweza kuamini tumemaliza muda wetu na bado kuna mambo mengi sana ya kudiscuss. Kwa hiyo sijui lini utakuwa available for part 2. Nadhani ukiwa sijui kwa mimi niko around. Yani so basically ni tuwasiliana tu. Tujipange tena Tujipange tena for part 2 Siishe tu ikija. Ngoja tuone. Tunaifanya. Haina tatizo. Ngoja tuone. Ngoja jopo, wanajopo mtakaoona wanajopo utakuwa tunasema. Tutafanya kikao. Ila kwa dakika hizi mbili wanao kama una kitu chochote cha kukiaddress hapa kwa sababu muda umekatika kabisa na tuna 2 tu hapa. Mimi ningependa kusema tu kwanza shukran kwa support kwenu na kwa mashabiki na ndugu jamaa na familia. Mungu ni mwema, nashukuru sana. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, ningependa kwamba wasanii nadhani tunahitaji kufocus zaidi kwenye jinsi ya kuitengeneza hii sanaa ili iweze kuwa na manufaa kwa vijana wajao. Vijana wetu pia wengine wanaweza wakataka kufanya muziki na nini na tusiangalie tu kwamba ni industry ya muziki wa bongo. Nadhani tuangalie kwenye kila individual genre ya muziki, kwa sababu Tanzania kuna genre nyingi sana za muziki. Kwa hiyo tusiangalie tu hip hop, tusiangalie tu bongo flavor, tusiangalie kitu kimoja. Tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuandaa mfumo ambao unaweza kusaidia sanaa kukua na pia kuwanufaisha walioko ndani ya sanaa. Maneno mazuri sana hapa, hatustahili kuongeza chochote. Shukrani kwa niaba ya the team hapa, my brother Rashid Begani, Chizo Drama na Kipara, wana Muruo King. Asante sana, tutakutana wakati mwingine.